Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam, kwa majina ninaitwa Mwalimu Rwegoshola M. Ayub. Ni mkurugenzi wa elimu mazingira katika shule za As-Salaf Islamic Seminary Schools zilizopo Arusha. Leo ninapenda kidogo kuwaelezeeni shule hizi zinafanya nini na upekee wake ni nini. Kwanza kabisa, shule zetu zinafundisha masomo ya dini kwa kufata mtaala wa Al-Baswair. Mtaala huu ambao umeandaliwa na jopo la wanazuoni, jopo la wataalamu kutoka Saudi Arabia kwa ajili ya nchi za Afrika. Shule zetu tuna kitengo cha chekechea, yani nursery school. Tuna kitengo cha shule ya msingi, yani primary school, lakini pia tuna kitengo cha sekondari, yani secondary school. Upande wa chekechea tunafundisha kiwango cha raudhwa. Upande wa dini tunafundisha kiwango cha raudhwa, lakini upande wa shule za msingi, yani primary school, tunafundisha tidaiya. Lakini pia upande wa sekondari tunafundisha kiwango cha mtawasitwa. Masomo yetu yote ya dini yanafundishwa kwa lugha ya Kiarabu. Tunafundisha kwa lugha ya Kiarabu. Ukiangalia katika mtaala wetu na utaratibu wetu, lugha zetu za shuleni kwetu zote ni Kiingereza pamoja na Kiarabu, lakini upande wa masomo ya dini tunatumia lugha ya Kiarabu, na tunafundisha hadithi, tunafundisha tauhidi, fiqh, sira na mengineyo kulingana na huo mtaala ambao uliandaliwa na wanazuoni kutoka Saudi Arabia. Lakini pia shule yetu ina kitengo maalum cha kuhifadhisha Qur'ani tukufu, ambacho tunahakikisha kwamba vijana wetu pamoja na mambo mengine wanahifadhi Qur'ani kwa mujibu wa Qur'ani yenyewe na sunna za bwana wetu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Shule yetu imejikita katika malezi kwa mujibu wa Qur'ani na sunna. Lakini pia tunawalea watoto wetu wawe na hofu ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Lakini pia katika malezi yetu vijana wetu ni lazima wafanye ibada kama ilivyo katika miongozo na kama ilivyo katika sunna. Huo ndio upekee wetu, kwa sababu ukiangalia mtaala wetu, watu wengine wanafundisha kama ambavyo madrasa za kawaida zinafanya mtaani, lakini walau sisi tuliona kulingana na dunia ilivyo, twende mbele zaidi kwa kuchukua hii mitaala ambayo imeandaliwa na wanazuoni au wataalamu wa dini. Lakini pia shule yetu pamoja na kuwa ni shule ya dini, yani seminary school, tunafundisha pia masomo ya mazingira, yani tunaita secular subjects. Lakini kuna upekee gani katika shule zetu? Upekee wa mwanzo ni kama tulioonesha katika dini. Ukiangalia dunia kwa sasa hivi, tuna shida sana ya mmomonyoko wa maadili. Tuna shida kubwa sana. Sehemu pekee, elimu pekee ambayo inaweza ikanusuru kizazi hiki ni elimu ya kiimani. Unaweza ukapata msomi amesoma kweli kweli, lakini ndio anaongoza kuwa mtu wa ovyo. Elimu ya kiimani inamfanya mtu huyu awe mnyenyekevu na atende yale mambo mema kwa mujibu wa Qur'ani na Sunna. Sasa upekee wetu kwenye upande wa mazingira ni nini? Sisi sio tu kwamba tuko vizuri upande wa dini, lakini pia katika masomo ya mazingira tuko vizuri. Kwanza kabisa
tuna mwongozo wetu. Kama tulivyosema, upande wa dini tuna mwongozo wa ufundishaji wa dini ambao umeandaliwa na wanazuoni au wataalamu kutoka Saudi Arabia. Lakini upande wa masomo ya mazingira, yani secular subjects, taasisi yetu yani As-Salafi Islamic Seminary Schools ina mwongozo ambao unaitwa Institutional Education Guiding Manual. Unajua, shule nyingi wanaamini kwamba mwalimu akitoka chuoni basi anaelewa kila kitu ambacho mwalimu anapaswa kuelewa, lakini si kweli. Tunavifahamu vyuo vyetu. Mwalimu anapotoka chuoni lazima aje akutane na utaratibu wa taasisi. Nasi utaratibu wetu, kwa sababu tuna malengo, tunafahamu ni mtoto gani, tunachukua mtoto wa kiwango cha kawaida. Sisi sio zile shule ambazo tunachuja mtoto mpaka awe na 70, mtoto awe na 80 ya 100. Kwa hakika shule zinazochuja utakuwa lazima uwe na shaka na walimu wake. Mwalimu katika filosofia za ualimu, mwalimu anamtoa mwanafunzi gizani anampeleka kwenye mwanga. Sasa ukipokea mwanafunzi mwenye mwanga, wewe unamtoa wapi, unampeleka wapi? Hivyo As-Salafi Islamic Seminary Schools tumetengeneza mwongozo wetu, kama nilivyosema hapo awali, Institutional Guiding Manual, ambao kila mwalimu anapofika katika shule zetu, ili aweze kutupa kile tunachotarajia, ili aweze kumjenga mtoto vile ambavyo miongozo ya Qur'ani na Sunna inavyotaka, lazima afate utaratibu wa As-Salafi Islamic Seminary Schools. Katika maisha yake shuleni, namna anavyovaa mwalimu, namna anavyofundisha, nini kinategemewa kutoka kwake, kipi ambacho hakiruhusiwi. Kwa hiyo walimu wetu tunavyowachukua, na wenyewe tunawapitisha kwenye kitu tunaita in-service training. Wengine tunawapa orientation ili waweze kuendana na kile ambacho tumedhamiria kama Salafi Islamic Seminary Schools, tumedhamiria kama Ansar Muslim Youth Center Arusha, kuwapa vijana wetu, kuwajenga vijana wetu ili waweze kutufaa duniani na kesho akhera. Kwa hiyo tuna mwongozo huo ambao ninaamini kama mtaalamu wa elimu, ninaamini kabisa 85% ya taasisi za elimu Tanzania zinafahamu mtoto afananeje, lakini hazina utaratibu wa kumtengeneza mtoto huyo ili kufikia malengo. As-Salafi Islamic Seminary Schools tumekwisha kuvuka huko. Tunafahamu mtoto anaingia ni mtoto wa kawaida, tunamwandaa, tunamtengeneza vizuri, anakuja anakuwa kijana ambaye ana uwezo wa elimu ya kidini, lakini pia ana uwezo wa elimu ya kimazingira, yani secular subjects. Kitu kingine katika upekee wetu, kama tulivyosema, tunachukua walimu wenye viwango vinavyohitajika. Kwa mfano, upande wa sekondari na upande wa shule ya msingi, 95% ya walimu wetu ni walimu wenye bachelor degrees. Ukija upande wa dini, 95% ya walimu wetu wa dini wana elimu ya jamia. Tunao walimu wachache ambao wana thanawi. Unaweza ukaona tunampa mtaalamu wa kiwango kinachohitajika kutengeneza vijana wetu, na tunaweka watu sahihi maeneo sahihi. Hivyo tuna imani kabisa tutatengeneza mtoto ambaye ana uwezo kabisa wa upande wa dini kama Qur'ani, kwa mwongozo wa Qur'ani pamoja na Sunna, na ana uwezo kwa upande wa masomo ya secular kama mitaala yetu, mtaala wa 2014 toleo la 2023 unavyohitaji. Lakini katika kufundisha kwetu tuna lugha ambazo tumejiwekea katika mwongozo wetu. Lugha za taasisi ni Kiarabu pamoja na Kiingereza.
Kwa hiyo masomo yote ya dini yanafundishwa kwa lugha ya Kiarabu, lakini medium of communication kwa upande wa masomo ya secular subjects, yani elimu ya mazingira, tunatumia lugha ya Kiingereza. As-Salaf Islamic Seminary Schools ni shule ambayo ina utaratibu, yani tukirudi kwenye zile aina za kitaalamu, input, processing na output, kwa kweli tunamshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, tumekaa vizuri. Napenda kuwashauri wazazi, shule bora, sifa kwanza ya shule bora sio kuchukua mtoto ambaye tayari anajua alafu akatupa matokeo yale ambayo ni yale aliingia nayo. Tuchukue mfano, A ni 75. Umeingiza mtoto na 75. Mtoto ametoka na A, alafu inaonekana walimu wamefanya vizuri. Si kweli. Kwenye taaluma si sawa. Kwenye taaluma yetu mchukue mtoto wa kawaida, mwenye elimu ya kawaida, kiwango cha kawaida, ili mradi hawe sawa, kwa sababu katika filosofia ya shule zetu tunaamini hakuna mtoto mjinga. Kila mtoto ana uwezo. Inategemea na walimu ambao wako katika taasisi hiyo, inategemea na utaalamu wa walimu ambao wako katika taasisi husika. Hivyo tunachukua watu wa kawaida kabisa na tunawatengeneza wanakuja kufanya vizuri katika mitihani ya taifa. Unaweza ukaangalia ukajiuliza, labda tumepata mtoto ana B, tukapata mtoto, je, mtoto huyo kaingiaje? Kaingia anajua dini, kaingia anajitambua, aliingia na maksi 60, 70, 85? Hapana. Walimu wetu kwa kufata miongozo yetu ya taasisi wamemjenga mtoto kutoka alivyokuwa hafahamu mpaka sasa anafahamu. Huo, ndugu wa Tanzania, ndio ualimu. Huo ndio ualimu. Ni bahati mbaya sana wazazi wengi tunapima watoto kwa A, sio uelewa. Ni bahati mbaya sana. Na tunashindwa kupima huyu aliyepata A pia aliingiaje? Huyu aliyepata A aliingia na A 75 ni A. Huyu aliyepata A kama aliingia na D leo akapata A, ndio tunasema mashaallah, hapa kweli kuna walimu. Hivyo ni waombe tubadilishe fikra ya namna tunavyotafsiri mwalimu bora, ya namna tunavyotafsiri mwanafunzi bora, ya namna tunavyotafsiri taasisi ya elimu bora. Kile tunachoweza kufikiri ni bora kinaweza kikawa kisiwe bora. Kwa mantiki hiyo, ninapenda kuwakaribisha wazazi wote katika shule zetu za As-Salaf Islamic Seminary Schools. Kwa hakika tunajenga mtoto anayejitambua kiimani na kimazingira. Tunajenga mtoto anayejitambua kiimani na kimazingira kama nilivyoweza kuwaeleza hapo awali. Ndugu wazazi, ndugu walezi, tunawakaribisha sana mlete vijana wetu ili tuweze kuwalea. Dunia sasa imebadilika. Dunia inateswa na mmomonyoko wa maadili. Ni bahati mbaya wezi wengi ni wasomi. Ni bahati mbaya waharibifu wengi ni wasomi. Nao sio tatizo, tatizo sio la kwao. Ni namna tunavyowalea katika taasisi zetu za kielimu. Unakuta msomi ndio mwizi. Amekosa nini? Amekosa elimu ya dini, amekosa mwongozo sahihi. Baada ya kusema hayo yote, nipende pia kuwasisitiza wazazi na walezi, kulingana na dunia inavyokwenda, kulingana na mahitaji ya dunia, kulingana na mwongozo wetu sisi Waislamu, Qur'ani pamoja na Sunna,
tunaomba mtuletee watoto ili tushirikiane pamoja katika kuwapa malezi bora ya kiimani na kitaaluma. Shukran sana.